ama somo zuri linalosema usikate tamaa. Mungu anafanya kazi hata kama usipoona. Ni ujumbe mzuri sana ambao Bwana amenipa ili niweze kukushirikisha. Yamkini wakati mwingine unapitia katika mambo magumu, wakati mwingine unapitia katika kipindi kigumu sana, lakini leo kama unaomba huoni majibu, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Mara nyingi tunadhani Mungu yuko kimya, lakini ukweli ni huu: Mungu anafanya kazi hata kama macho yetu hayaoni. Hilo tunatakiwa tulikumbuke kabisa, ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anafanya kazi hata kama macho yetu hayaoni. Biblia inasema katika kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 55 mstari wa 8 na ule mstari wa 9. Nitasoma hapo tu kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hii ina maana kuwa hata usipoelewa kinachoendelea, Mungu bado ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Hata kama usipofahamu ni nini kinachoendelea, lakini yakupasa utambue ya kwamba Mungu bado ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Mungu hachelewi kamwe. Watu wengi hukata tamaa kwa sababu wanaona muda unaenda, wanaona masaa yanazidi kwenda. Hiyo inakuwa ni sababu ya wao kukata tamaa. Lakini Mungu hufanya kazi kwa masaa yake ya kimbingu, na wala hafanyi kazi kwa masaa ya kibinadamu kama tulio nayo sisi. Yeye hafanyi kazi kwa masaa ya kibinadamu kama tulio nayo sisi. Habakuki ile sura ya 2 mstari wa 3 inasema, maono haya bado ni ya wakati uliowekwa, yatakapochelewa yangoje, kwa kuwa hakika yatakuja, hayatakawia. Bwana anamwambia Habakuki, maono haya bado ni ya wakati uliowekwa, yatakapochelewa yangoje, kwa kuwa hakika yatakuja. Na ndio maana somo letu linasema usikate tamaa. Mungu anafanya kazi hata usipoona kwa macho yako. Mambo mengi umetamani na unatafakari, unataka Bwana kutendee. Bwana anamwambia Habakuki, mambo haya, maono haya ni ya wakati ambao umekwisha kuwekwa tayari, hata yatakapochelewa wewe yangoje. Kuwa na imani, kuwa na subira. Bwana atayatenda kwa wakati wake. Inawezekana umechoka kusubiri, lakini leo Mungu anakuambia usikate tamaa. Muda wako wa muujiza bado haujapita. Pendwa msikilizaji, muda wako wa muujiza bado haujapita. Na Mungu hufanya kazi kimya kimya. Kuna nyakati huoni dalili yoyote ya mabadiliko katika maisha yako. Kuna wakati huoni dalili yoyote mabadiliko katika ofisi yako, katika kazi zako. Lakini kumbuka ya kwamba Mungu wakati mwingine amekuwa na tabia ya kufanya kazi kimya kimya, hata kama hauoni matokeo wewe, ila Mungu anafanya kazi. Kwa sababu ukumbuke, Mungu hafanyi kazi katika masaa ya kibinadamu. Yeye ana masaa yake. Yeye kama Mungu anatenda na anafanya. Na ndio maana alimwambia Habakuki kwamba ujapoona yanachelewa, wewe yangoje, kwa maana wakati wake utakapofika ni lazima yatatimia. Kwa hata majibu yako ya maombi yako, kazini kwako, maisha yako, unapoona yanachelewa, usizani ya kwamba Mungu amenyamaza. Hapana, bado Mungu anayafanyia kazi chini kwa chini, kimya kimya. Wewe usikate tamaa, maana Mungu anaendelea kukuandaa. Nyakati ama dalili zinazokutokea, unaweza usione mabadiliko yoyote
ukaona kama ni shida, kama bado ni huzuni na tabu, lakini chini kwa chini Mungu anakuandaa. Kumbuka hilo, kwamba Mungu anakuandaa chini kwa chini. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 28 inasema, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Katika mambo yote usisahau, Mungu anafanya kazi na wale wampendao na katika kuwapatia mema. Endelea kumpenda Mungu, kuwa mvumilivu. Hata maumivu unayopitia leo, Mungu anaweza kuyageuza kuwa ushuhuda mkubwa kesho. Maumivu, changamoto unazozipitia, amini, Mungu anaweza kuyageuza kuwa ushuhuda mkubwa kesho, mpaka watu wakashangaa. Yusufu alipitia mateso mengi, alipitia maumivu mengi, lakini mwisho wake ulikuwa ni utukufu mkubwa. Kutoka utumwani, gerezani, anapandishwa kuwa waziri mkuu katika taifa la Misri, na ni taifa la ugenini, mahali ambapo si nchi yake, lakini Bwana akamkumbuka. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, haijalishi unapitia mateso kiasi gani, Mungu akitaka kukuinua, yeye atakuheshimisha, maadamu hata kama uko katika nchi ya ugeni, maadamu uko mahali ambapo si nyumbani kwenu, yeye Mungu anafanya mpango mzuri kwa ajili ya kuweza kukuheshimisha wakati mwingine unaokuja. Usikate tamaa, maana mambo haya ni maono ya wakati ujao. Yajapochelewa yangojee, maana hayatakawia, yatatimia kwa wakati wake. Maana Yusufu alivyopitia mateso mengi, lakini mwisho wake ulikuwa utukufu mkubwa. Hivyo na wewe, hadithi yako bado haijaishia hapo. Bado Mungu ana mpango mzuri na wewe, na tumaini lako, kumbuka, tumaini lako lisizimike. Adui mkubwa wa muujiza ni kukata tamaa. Ndugu mpendwa, elewa hilo na ogopa sana, usikaribishe kukata tamaa katika maisha yako. Ndiyo maana Biblia inasema katika Wagalatia ile sura ya 6 na mstari wa 9, Biblia inasema hivi, tusichoke kufanya mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Neno la Mungu linasema tusichoke kutenda mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Ushindi wako uko karibu kuliko unavyofikiria. Baraka zako ziko karibu kuliko unavyowaza. Majibu yako yako karibu kuliko jinsi unavyowaza. Mungu hajanyamaza. Mungu hajakutupa. Mungu hajakutenga. Yeye bado yuko na wewe. Kumbuka Wagalatia imesema tusichoke kufanya mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Nikuombe ndugu mpendwa mtazamaji, usikubali kuzimia moyo katika mapito unayoyapitia, katika magumu unayoyaona. Haijalishi huduma yako imekuwa na changamoto, kazini kwako kuna changamoto, ndoa yako imekuwa na changamoto. Amini ya kwamba utavuna kwa wakati usipozimia moyo. Kikubwa, endelea kuomba, endelea kuamini ya kwamba Mungu anatenda. Amini ya kwamba Mungu atakujibu, maana yote yawezekana kwake yeye aaminie. Ukiamini inawezekana. Endelea kusimama imara, wala usiteteleke, usiyumbishwe na upepo wa kila namna, bali simama imara na neno la Mungu, ukiamini ya kwamba Mungu atakutetea na kukutendea. Mungu yuko pamoja nawe sasa. Huenda unahisi uko peke yako, lakini ahadi ya Mungu iko wazi. Hebu tusome kitabu cha Isaya sura ya 41 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, usiogope, maana mimi niko pamoja nawe, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Hii siyo ahadi ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii siyo ahadi ya kawaida. Ni uhakika kuwa Mungu hajakuacha. Ni uhakika kuwa Mungu hajakuacha. Kumbuka hilo. Amesema usiogope.
Narudia tena, Isaya 41 mstari wa 10 nasema, usiogope, nami niko pamoja nawe, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia. Usiogope. Kwa hiyo katika mapito yote na magumu yote, usione kama Mungu amekuacha. Bado Mungu anaandaa mpango mzuri juu yako. Bado Mungu anafanya mambo kimya kimya kwa ajili yako, ili kuja kuwashangaza maadui zako, ili kuja kuwashangaza wale ambao wamekucheka, wale waliokuonea. Bwana atawashangaza sana. Hivyo mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Heaven Glory TV, kama ulikuwa karibu kukata tamaa, chukua ujumbe huu kama ishara kutoka kwa Mungu. Mungu bado anafanya kazi. Muujiza wako bado unawezekana. Kesho yako bado inatumaini. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, bonyeza kitufe cha subscribe, like, share ili watu wengine zaidi wapate faraja ya neno la Mungu, ili tumaini lao liendelee kubaki kwa Mungu. Basi nataka nikuombee. Fumba macho yako tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme mwema, Yesu na Mungu wa milele, wewe uliyesema hautatuacha, utakuwa pamoja nasi, ninakusihi Bwana, mtazame msikilizaji huyu ambaye moyo wake ulikuwa katika hali ya kukaribia kukata tamaa, lakini kwa neno hili la faraja, kama ulivyosema ya kwamba njia zako sio sawa na njia zetu, ninakusihi Bwana, neema yako ya kutosha ikasimame ndani yake. Achilia mwanzo mpya juu ya maisha yake, achilia nguvu mpya, achilia na mafanikio mapya. Usimuache. Mthibitishie ya kwamba wewe Mungu bado uko pamoja naye. Mthibitishie ya kwamba wewe unampenda sana kuliko kitu chochote. Bwana Yesu, neema yako ikasimame ndani yake, na ukamwachilie Roho wako Mtakatifu ili kumfundisha na kumkumbusha na kumsaidia, maana ndiye mwalimu mwema ambaye ulimkabidhi kanisa na ulimkabidhi watu. Kanisa ni sisi wala sio jengo. Hivyo Bwana, Roho wako Mtakatifu akasimame na akashikilie fahamu zake na akili zake, na kumkumbusha ya kwamba wewe Mungu hujawahi kumtupa yeyote yule aliyekukimbilia, hujawahi kumtenga yeyote yule aliyekutumainia. Hivyo Bwana, nakusihi neema yako ya kutosha ikawe pamoja na maisha yake. Lihimidiwe na libarikiwe jina lako Yesu Kristo. Naomba ukampe mwanzo mpya na tumaini jipya katika maisha yake, katika jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni akubariki, na nikuombe usiache kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa katika chaneli yetu pendwa ya Heaven Glory TV, na nitakuwa nikikuletea maneno mazuri ya faraja, kukutia moyo. Nitakufundisha Biblia inasema nini, na ukiwa na swali usisite kuuliza, na itakuwa ni jambo la baraka kama utakuwa ukiendelea kushare na kukomenti na kulike na kuendelea kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine, ili na wao wapate faraja ya neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nipende kukukaribisha tena na tena katika chaneli yetu nzuri ya Heaven Glory TV. Waalike na wengine, tujumuike pamoja kujifunza maneno ya Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakie siku njema katika jina la Yesu, amen.